بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wasallam wa baad. Wanafunzi wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za msingi darasa la kwanza hadi darasa la 7 na wale wote wanaofuatilia mfululizo wa vipindi hivi, leo tunaangalia fani ya pili, fani ya fiqhi, baada ya kumaliza fani ya kwanza ambayo ni fani ya tauhid. Katika fani ya fiqhi tutaanza kuwaletea yale ambayo yanafundishwa kwenye fiqhi darasa la kwanza, kisha baadaye tutaendelea darasa la pili hadi tutakapomalizia darasa la 7. Ungana nami mwalimu Adam Salim Kaoneka nikiwaleteeni vipindi hivi vya fani ya fiqhi. Katika darasa la kwanza yanayofundishwa mwanafunzi katika fani ya fiqhi, kwanza ni Uislamu, na pili ni nguzo za Uislamu, na tatu inayotazamwa ni ufafanuzi wa nguzo ya kwanza ya Uislamu, na pia ni kutazama juu ya najsi na namna ya kuondoa najsi. Katika kipindi chetu hiki tutagawanya mada hizi zinazofundishwa darasa la kwanza katika vipindi viwili. Ya kwanza tukiangalia juu ya Uislamu. Uislamu kimsingi ni dini ya haki. Uislamu ni dini ya Allah. Uislamu ni dini iliyofundishwa na mitume wote tangu wa mwanzo kutoka kwa Nabii Adam alayhi salam mpaka mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu ni dini kwa ajili ya walimwengu wote. Sasa Uislamu kama dini ya Allah imejengwa juu ya nguzo 5. Kwa hiyo leo pia tutaangalia juu ya nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ni 5 au mambo matano, ambao la kwanza ni kutoa shahada 2, nguzo ya pili ni kusimamisha swala 5, nguzo ya 3 ni kutoa zaka, nguzo ya 4 ni kufunga mwezi wa Ramadhani, na nguzo ya 5 ni kuhiji Maka kwa kila mwenye uwezo. Kwa hiyo hayo mambo matano ndio yanayoitwa nguzo za Uislamu. Hebu tuangalie nguzo ya kwanza ambao ni shahada 2. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni kutoa shahada 2, ambayo shahada ya kwanza ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, ambayo maana yake nashuhudia kuwa hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Na shahada ya pili ni kusema wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ambao ni kusema na nashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Kwa hiyo Muislamu wa kweli anashuhudia kila kiswali kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kwamba nashuhudia kuwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na nashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Hayo ndio yanayoitwa shahada. Waislamu walioshuhudia kikweli hufuata yale yote aliyoamrisha Allah na mtume wake, na pia Waislamu wa kweli hujiepusha na makatazo yote aliyoyakataza Allah na mtume wake. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanayofundishwa kuhusiana na fiqhi katika swala zima la Uislamu. Tumeona kwamba Uislamu ni dini ya haki, vile vile Uislamu ni dini ya Allah, na Uislamu ni dini iliyofundishwa na mitume wote wa tangu mtume wa kwanza mpaka wa mwisho, na Uislamu pia ni dini kwa ajili ya walimwengu wote. Tumeona kwamba Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5,
ambao nguzo ya kwanza ni kutoa shahada mbili. Shahada ya kwanza ni kusema ashhadu an la ilaha illallah, na shahada ya pili ni kusema wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na nguzo ya pili ni kusimamisha swala 5, na nguzo ya 3 ya Uislamu ni kutoa zaka, na nguzo ya 4 ni kufunga mwezi wa Ramadhani, na nguzo ya 5 ni kuhiji Maka kwa kila mwenye uwezo. Hayo mambo matano tulisema ndio yanayoitwa nguzo ya Uislamu. Kwa hiyo tukafafanua pia kuhusiana na shahada, tukasema shahada ziko mbili, ambao ni ashhadu an la ilaha illallah, ikimaanisha nashuhudia kuwa hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah, na shahada ya pili ambayo ni kusema wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ambao maana yake ni kusema nashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, ambao kila Muislamu wa kweli lazima yashuhudie haya. Na tukasema katika kila swala mwanadamu au Muislamu wa kweli akisali huwa anatamka kwa kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuwa nashuhudia kuwa hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah, na nashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. Kwa kuyazingatia hayo, tumeona kwamba basi Waislamu wa kweli walioshuhudia kikweli hufuata yote aliyoamrisha Allah na mtume wake, na pia hujiepusha na yale yote aliyoyakataza Allah na mtume wake. Mtu akifanya hivyo atakuwa ni Muislamu wa kweli, na hiyo ndiyo shahada ya Uislamu. Hadi kipindi kijacho tutakapokuja kuangalia juu ya najisi na namna ya kuondoa najisi, ni wageni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.